mashariki mwa DRC ikiwa imeharibika. Chama cha ANC huko Afrika Kusini cha kishutumu kile cha DA kwa kukwamisha upitishwaji wa bajeti. Nayo China yasema iko tayari kupigana vita vya kibiashara na Marekani ambayo inaanza kutekeleza nyongeza ya ushuru kwa bidhaa kutoka nchi hiyo. Habari kamili, msikilizaji. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miili ya watu zaidi ya 10 waliouawa imepatikana katika eneo la Mubalaka huko Walikale, mashariki mwa nchi hiyo. Viongozi wa mashirika ya kiraia na maafisa wa Msalaba Mwekundu walioona miili hiyo wanasema watu hao waliouawa walikuwa wamevalia magwanda ya kijeshi. Babosi Baibika ni kutoka shirika la kiraia wilayani Walikale. Hali ya hapa Walikale iko mbaya sana, zaidi sana hapa mkutumai Kobo. Kweli watu walilogota pale, tuko na watu zaidi ya 15 watu wenyewe walikufaka pale, yuko alogota mapori. Ndio ni kweli. Wazalendo na watu ya Nzengoa walikuwa wakipigana kukilalo ya kuvukia ya kutoka Buleusha kuvukia Usamambu. Wakati walikuwa wakipigana pale ilikuwa wakati ya Salongo. Nzengoa ikaambia population kama yende fanya Salongo kule. Kisha wakati ilienda fanya Salongo, afrontema zikakuwa pale kukilalo, kisha watu wa mingi wakakufa. Ni sauti yake Babosi Baibika kutoka shirika la kiraia wilayani Walikale, mashariki mwa DRC. Tukiwa bado huko DRC, shirika la hifadhi ya wanyamapori la Virunga ISSN limesema takriban viboko 50 na wanyama wengine wakubwa wameuawa kwa sumu ya kimeta katika mbuga ya kitaifa ya Virunga, mashariki mwa nchi hiyo, ambapo wengi wa wanyama hao waliokufa wameonekana wakielea kwenye maji ya Ziwa Edward na kuwataka wakazi wa kando ya mto Vichumbi, maeneo ya Vichumbi, Nyakakoma, Lunyasenge na Kiabinyonge kujiepusha na ulaji wa nyama ili kuzuia maafa upande wa binadamu. Serikali ya Ethiopia imemteua Tadesse Werede kuwa kiongozi mpya wa mpito katika jimbo la kaskazini la Tigray kufuatia mivutano ya uongozi kati ya makundi mawili yanayotishia kuvunjika kwa mkataba wa amani wa mwaka wa 2022. Benson Wakoli anaeleza zaidi. Hatua hii imekuja baada ya kushuhudiwa kwa mivutano kati ya aliyekuwa kiongozi wa jimbo hilo Getachew Reda na kiongozi wa kikosi cha Tigray People's Liberation Front TPLF Debretsion Gebremichael. Katika harakati za kujaribu kutuliza na kuepuka mgawanyiko zaidi, Waziri Mkuu Abiy Ahmed amemteua Werede ambaye alikuwa naibu wa Reda kushika nafasi hiyo. Kiongozi huyo mpya ameahidi kuongoza kwa weledi na kuhakikisha kuwa watu wanaomiliki silaha kurejesha watu waliokimbia makazi yao kwa sababu ya vita na kuandaa jimbo la Tigray kushiriki kwenye uchaguzi. Waziri Mkuu Abiy kupitia ukurasa wake wa X ameandika kuwa mabadiliko ya madaraka yamefanyika kwa amani na kuongeza kuwa kiongozi huyo mpya ana ufahamu mkubwa wa changamoto zinazowakabili wakazi wa Tigray. Wachambuzi wa masuala ya Ethiopia wamekuwa wakisema kiongozi wa zamani Getachew alikuwa amepoteza maeneo mbalimbali katika jimbo hilo baada ya kundi lenye silaha linaloongozwa na Debretsion kudhibiti mji wa Adigrat, na hivyo kulikuwa na umuhimu mkubwa wa mabadiliko. Benson Wakoli. Serikali ya Sudan Kusini inasema sasa itamruhusu Makula Kintu, mwanamume aliyefukuzwa kutoka Marekani na kusababisha sintofahamu ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Awali Juba ilikuwa imesema mtu huyo aliyekuwa amefukuzwa kutoka Marekani hakuwa raia wake bali wa DRC, hatua iliyosababisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumamosi iliyopita kutangaza kufuta visa za raia wa Sudan Kusini waliokuwa wanasafiri kwenda Marekani. Hata hivyo, serikali ya Sudan Kusini imesema itamruhusu mtu huyo kuingia nchini humo kwa ajili ya kudumisha urafiki wake na Marekani. Kikosi cha SPLA-IO chake makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar aliyekamatwa na kuzuiwa nyumbani kwake mwishoni mwa mwezi uliopita kinawataka wapiganaji wake kupuuza agizo la jeshi la taifa kuwataka wasibebe wala kutembea na silaha katika maeneo ya umma. Florence Kivuva anaeleza zaidi. Wito huu unakuja baada ya jeshi kutoa agizo hilo na kuwataka wapiganaji hao wa Machar kurejea katika maeneo yao ya kazi ikiwemo kwenye kambi za jeshi.
Hata hivyo, watu wa karibu wa Machar wamevitaka vikosi hivyo kuendelea kujihami na kuwa makini wakati wote katika maeneo yake yote wanayodhibiti. Kukamatwa kwa Machar, ambaye Rais Salva Kiir amemtuhumu kwa kuunga mkono waasi wa White Army walioshambulia kambi ya jeshi katika jimbo la Upper Nile, kunatishia kurejesha nchi hiyo kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mbali na Machar, washirika wake wengine zaidi ya 20 wakiwemo wanasiasa na wanajeshi wamekamatwa. Wajumbe kutoka Umoja wa Afrika waliozuru Juba wiki iliyopita wamependekeza kuachiwa huru kwa Machar na washirika wake na suluhu ya mzozo huo kupatikana kwa njia ya mazungumzo. Florence Kivuva, mkuu wa shirika la Norway linaloshughulikia misaada NRC, amelaani kupunguzwa kwa misaada kwa watu wanaokimbia vita nchini Sudan wakati hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya kutokana na vita. Idara ya usalama pwani ya Kenya imezidisha mikakati kadhaa kama vile kufanya vikao na wananchi ili kupunguza visa vya utovu wa usalama unaoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya jiji la Mombasa. Mwanahabari wetu Diana Wanyoni anakamilisha taarifa hiyo akiwa kisiwani Mombasa. Katika msako huo uliofanywa na maafisa wa usalama wiki moja iliyopita, vijana 59 waliojiunga na makundi ya magenge walijisalimisha, huku wengine 100 wakitangaza hadharani mbele ya polisi na umma kuwa wameacha uhuni huo. RFI imefanya mazungumzo ya kipekee na mmoja wa vijana ambaye anatekeleza uhalifu. Kunaoa kupiga mtu panga na kunola kutia mtu ngeti, kukaba hapo kwenye shingo, kuna hapa mkononi ukafungwa kama mbao, atafungwa hapa mkononi. Unafunga kama na blada huko na hapa na blada. Yaani nikikukaba hivi ile mbao ikiingia hapa, upumue wala pumzi hazitoki. Shona. Ulaishi kwa? Sijaishi. Vijana ambao wametangaza kuacha uhalifu wamelaumu baadhi ya wanasiasa kwa kuwatumia kwa malengo mabaya. Sisi marifoma, chochote kitakachotokea kibaya, wa kwanza kulengwa ni sisi, wahalifu hawaonekani. Sisi tuumia sana, tunatumika sana. Phyllis Mwema ni mkurugenzi mkuu kutoka asasi ya kijamii ya Kekoske hapa Mombasa. Hao wanapaswa kudhibitiwa. Mshirikishi wa usalama eneo la Pwani, Ali Nuno, amesema watawakamata wahalifu na wazazi wao kama njia mojawapo ya kudhibiti uhalifu. Mtoto mwaka 14, mwaka 15, 16, 17 anaenda kukatakata watu hadibu. Tutashika hiyo mtoto and the parent for neglecting his parental responsibility. Kwa miaka za awali, idara ya usalama nchini Kenya imepambana na magenge za uhalifu ambazo zilikuwa zikihangaisha raia. Diana Wanyonyi, Mombasa, RFI Kiswahili. RFI Nairobi 89.9 FM. Msikilizaji, chama cha African National Congress